Msikilizaji, karibu Face TV TZ. Tunaendelea na simulizi yetu tamu na ya kusisimua ya kijana Michael. Nini kinaendelea? Sitaki nikuchoshe. Msikilize msimulizi la Masimbira aka la Mafinya. Mimi ni Zainab Ali aka Zeda Princess. Karibu. Nilijibanza sehemu ili nisikia anaongea nini na anaongea na nani. Nilimsikia Lilian akiongea masuala ya mapenzi na mtu. Alikuwa akimsifia huyu mtu kwa mapenzi mazuri anayompa. Ingawa sikugundua ni nani anayeongea naye, ila aliongea maneno mazito na mahaba kabisa. Yaani nilijaa hasira ila nikajizuia. Moyo uliniuma sana, nikahisi kuishiwa nguvu. Maneno yaliumiza sana. Inakuwaje mkeo anamsifia mwanaume mwingine kuhusu mapenzi? Basi alipomaliza kuongea na simu akaendelea na kazi. Nilibaki nimesimama hapo na tafakari nifanye nini. Nilishindwa kumpiga kwani nilimpenda sana. Naona nikimkorofisha huenda akaondoka. Nilijikaza nikaenda jikoni alikokuwa anapika. Aliponiona akatabasamu kisha akanisogelea. Akanipokea kwa kunikumbatia kisha akanipiga na busu. Nilihisi hasira moyoni ila nilijikaza nami nikajifanya kutabasamu. Akaniambia nilitaka kupigia simu, nimeona umechelewa. Aliniambia huko ananiangalia usoni. Ilikuwa ni unafiki mkubwa sana. Mimi sikumjibu bali nilijifanya kutabasamu tu, moyoni naumia. Basi tuliendelea kuongea hapo huku akiandaa chakula. Mara akatoka jikoni akaenda nje kumwaga maji. Alipoondoka hapo nilichukua simu yake niangalie hiyo namba aliyokuwa anaipigia. Nilipoweka pattern yake ambayo naifahamu, ile ikagoma, na maana alikuwa amebadilisha. Moyo uliniuma, nikatamani nipasue ile simu ila nilijikaza, nikabaki nalia moyoni. Hata hamu ya kula iliisha. Alirudi jikoni huku anaimba wimbo wa Zuchu wa Hani. Alipofika nikamtazama. Alionekana na furaha sana. Niliamua nitoke hapo niende chumbani. Ingawa alinizuia akaniambia tukae tu, ila nilimwambia naenda mara moja. Nilifika chumbani nikajitupa kitandani. Nijikuta nalengwa na machozi. Nilianza kutafakari. Basi nikaamua bora nihame hapo. Niliamua nihame ili nirudi Mpanda. Niliamini huyo anayeongea naye atakuwa ni binamu tu. Maana stories zilikuwa zinaelekea kama huko. Yaani binamu anatembea na mke wangu kisa amenipa nyumba yake niishi. Halafu mimi sikumuomba hii nyumba. Ni yeye tu alinipa na kumbe alikuwa na nia na Lilian. Kumbe misaada yote anayonifanyia malipo ni kudeti na mke wangu. Tena mke wangu halali wa ndoa. Ananikosea sana binamu. Wakati nikiendelea kutafakari machozi yananitoka. Mara mlango akafunguliwa, Lilian akaingia. Hey baby, umekuja kujilaza? Njaa inakuuma Pole, haya twende tukale, nimeshaivisha. Aliongea huko ananishika mkono. Nilimtazama huko hasira ikinishika. Nikatamani sijui nimpige kofi, ila nilijizuia, ikabidi nijilazimishe furaha. Basi alinishika mkono akaniinua toka kitandani, tukatoka chumbani kuelekea sebuleni akiwa amenishika kiunoni. Nami nikajilazimisha kumshika kiunoni ila moyoni naumia. Niliona kama ananipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Tulifika sebuleni tukakaa, tukaanza kula. Lilian akaanza kunilisha, nami nikajilazimisha kumlisha. Wakati kuendelea kula mimi mawazo yalikuwa yananizidi. Pamoja na kwamba alipika chakula kizuri, alipika ugali na nyama ya kuku iliyokaangwa na mboga za majani. Ila sikuhisi ladha ya chakula. Mara Lilian akanishtukia kwamba nina mawazo na ninawaza jambo. Ndipo akaniuliza, ila baby, mbona kama unawaza jambo? Unawaza nini? Nishirikishe, mimi ni mke wako.
Aliponieleza hivyo nikamtazama. Hapo moyoni na hasira naye, ila nikamjibu, ndio, kuna jambo linanisumbua kichwani. Akaniuliza ni jambo gani, au biashara zimeenda vibaya? Nikamjibu hapana, biashara ziko vizuri, ila nyumbani baba ametuita haraka, sijui kuna nini. Nilimdanganya. Akauliza ametuita haraka, ina maana mimi na wewe? Nikamjibu ndio, tena amesema ikibidi tuondoke leo. Nilipoongea hivyo akashtuka. Akasema yani safari ya haraka hivyo? Kwani kuna nini huko? Au kuna msiba? Nikamwambia kuniambia kuna nini, wala hajasema msiba. Nikamwambia halafu yule ni mzazi, lazima tumtii. Nilipoongea hivyo akainama, akatafakari, kisha akasema, sawa, kwa kuwa ni mzazi amesema twende, ila si ungembembeleza tukae twende kesho, tena kesho usiku? Alisema. Nikamjibu, baba yangu namjua mimi, si unajua alikuwa mwanajeshi, kwa hiyo akisema amemaliza. Si unakumbuka alivyoongea siku ya harusi yetu? Niliendelea kumdanganya. Sawa, twende, ila tunakaa siku ngapi? Aliniuliza. Nikamjibu nadhani ni siku 2 tu tunarudi. Nilipomjibu hivyo akainama, akawaza, kisha akasema sawa, kama ya shingo upande hivi. Niliamua kuondoka naye siku hiyo hiyo, kwani nilihisi katika maongezi yake aliongea kwamba kesho asubuhi akutane na huyo bwana wake. Yaani alikuwa amepanga mimi napokwenda kazini kesho asubuhi akutane, kama alivyofanya siku ile akanidanganya yuko hospitali. Basi baada ya chakula nilimwacha anajiandaa, nikaenda stendi na kumweka vizuri biashara zangu. Ilipofika usiku tukapanda mabasi yale ya usiku kuelekea Mpanda. Nia yangu tukifika huko mimi narudi kufuata baadhi ya vyombo vyangu na sitaishi tena Kahama, nitakuwa naleta tu mzigo kama nilivyokuwa nafanya awali. Nilichukia nyumba ya binamu. Binamu ananisaliti. Tuliongea bila kumfahamisha binamu, kwani alikuwa amerudi Kahama. Na alikuwa amerudi Kahama, yupo ameomba ruhusa kazini kwake. Najua ilikuwa nia ni kuonana na Lilian. Wakati tukiwa safarini, Lilian alikuwa busy kuchati WhatsApp na watu. Mimi sikumfuatilia. Niliona hiyo njia ya kumhamisha itanisaidia kumtenganisha na binamu. Asubuhi tukafika Mpanda. Tukafika nyumbani tukapokelewa vizuri. Yaani tulianzia pale nyumbani tukapokelewa vizuri. Ndipo nikakaa na mzee wangu tukapanga. Tuliamua tupange kwamba amkalishe mke wake na mimi hatutake tuishi Mpanda. Yaani tulitengeneza dili na mzee. Basi mchana baada ya chakula tukakaa mimi, baba na Lilian. Baba akafanya kama tulivyoongea. Baada ya kikao Lilian akaniambia, kwani tusikae Kahama? Kule ndio pazuri na biashara inaenda. Nikamjibu, si unajua tena ukipinga maneno ya mzazi sio vizuri, unaweza ukaharibikiwa. Ikabidi Lilian akubali, ila akaniomba turudi Kahama wote. Nikamwambia hapana mzee, hata tuelewa, inabidi mimi nifate mizigo. Akaniuliza kama nimeshamtaarifu binamu. Nikamjibu nitamwambia leo, simu ilikuwa haipatikani. Lilian akajibu sawa, tutaishi Mpanda na mimi nifate mizigo yote. Nilijipa matumaini kwa kauli hiyo ya Lilian. Nikaona sasa nitapata utulivu na mke wangu. Kesho yake nilimwaga Lilian nikaenda Kahama kufuata vitu vyetu na pia kumkabidhi binamu nyumba yake. Lilian alinikubalia niende tena, alionekana kufurahi kukaa Mpanda. Nilipofika Kahama nilikutana na binamu. Alikuwa amekuja Kahama mara moja kutoka kazini kwake Kakola. Nilipokutana naye, kilichonishangaza ni kwamba kabla sijamueleza yote akawa amefahamu ninachotaka kumueleza. Akaniuliza, kwa hiyo umeamua kuhamia Mpanda? Binamu alisema kabla mimi kumwambia. Hapo picha ya yeye na Lilian wamewasiliana ilinijia. Nikaona isiwe tabu, nikamuelezea mpango wangu. Hakuonekana kupinga, bali alijibu sawa, kila laheri, aliniambia hivyo. Baada ya maongezi nilitafuta gari la kubeba baadhi ya mizigo yangu nikapata. Sikuwa na mizigo mingi, kwani vitu vingi pale nilipokuwa naishi vilikuwa ni vya binamu. Yaani alinisaidia kila kitu.
Nilienda na binamu mpaka nyumbani kwake, nikamkabidhi nyumba yake, kisha nikaondoka kuelekea Mpanda. Nilipofika Mpanda, baba alikuwa amenitafutia nyumba. Nikapeleka vitu vyangu, Lilian nilipokea na tukatengeneza vizuri nyumba yetu. Na Lilian alionekana na furaha. Kwa muda wa wiki moja tulikuwa vizuri. Ndipo nikaona ndoa, nikaona ina utulivu. Ndipo nikapata safari kwenda katika kijiji cha Kalalia kilicho karibu na Mpanda kufuata mzigo. Nilienda Kalalia nikakaa kwa siku 2 kisha nikarudi. Nilikaa Kalalia kwa siku 2 kisha nikarudi na mzigo wangu. Niliporudi nyumbani Mpanda nikakuta nyumba imefungwa, Lilian hayupo. Kwa kuwa nilikuwa na ufunguo wangu, nilifungua nikaingia ndani. Nilipoingia ndani nikashangaa kukuta mazingira yamebadilika ndani. Nguo za Lilian sikuziona, yani kila kitu cha Lilian sikukiona. Nilipopiga simu yake ikawa haipatikani. Nilipatwa na wasiwasi. Nilifunga milango nikaenda nyumbani kuuliza. Nikuta wandugu karibu wote hawapo, wako katika shughuli za shamba. Mdogo wangu wa kike ndio alikuwepo. Nilimuuliza kama Lilian amefika huko. Ndugu yangu Happy alinieleza kwamba Lilian alienda jana, akampa funguo na kumwaga kwamba anakuja huko uliko wewe. Alipoongea hivyo nikajikuta naishiwa nguvu, nikakaa chini. Mdogo wangu akanishangaa. Nikahisi kabisa Lilian atakuwa ameondoka, yani ametoroka. Niliinuka haraka nikaondoka force kuelekea nyumbani kwangu. Nilifika nikachukua hela kisha nikafunga mlango. Nilienda mpaka stendi nikakuta gari la kwenda Kahama linataka kuondoka. Nilipanda humo kisha nikaelekea Kahama kumfuata mke wangu Lilian. Tulifika Kahama saa 5 usiku. Niliposhuka stendi moja kwa moja nikaenda kwa binamu. Nilipofika kwa binamu hakuwepo. Alikuwa ameshaenda kazini kwake huko Kakola. Na pale sikumkuta pia Zena yule mfanyakazi. Nilikuta kuna binti mwingine mgeni. Nilipomuuliza akanieleza hivyo, sikutaka kukaa hapo. Niliamua niende mjini nikamtafute Lilian. Nilienda katika ile hoteli tuliyokuwa siku ile tunakunywa vinywaji, nikadhani labda nitamkuta hapo. Sikumuona. Nilianza kuzunguka kama naingia kwenye mahoteli, kwenye maklabu, ila sikumuona Lilian. Yani nilizunguka usiku huo mpaka ikafika asubuhi na mtafuta Lilian. Yani sikulala. Asubuhi nienda nikakaa stendi ya mabasi, huenda nitamuona, lakini sikumuona. Nilikaa hapo mpaka saa 6 na angaza tu. Mara nikamuona Zena anapita pale stendi. Nilipomuona nikamuita kwa sauti mpaka watu wakashangaa. Zena naye aliponiona akasogea. Kabla ya salamu nikamuuliza, "Umemuona Lilian mke wangu?" Zena badala ya kunijibu akacheka. Zena anakuuliza afu unacheka. "Lilian ametoroka, ndio namtafuta. Nimekuja kwa binamu sikukukuta." Zena alinitazama akaonekana kunihurumia. "Kaka Michael, pole sana. Kipindi kile nilikuambia kikulacho kinguoni mwako. Binamu yako alikuwa anatembea na mkeo. Na hata siku ile alipotoka kwa yeye msanii, alilala naye kwake. Wamekuwa wakila bata sana mchana. Ndio maana nilikwambia bora ugali na dagaa kwenye amani kuliko wali nyama vitani. Yule ni mwanamke mzuri, halafu anapenda starehe. Kwa wewe utahangaika sana. Na mimi naamini binamu yako atakuwa amehusika kumtorosha. Walipendana sana. Wewe fikiria kamnunulia ile simu ya bei mbaya iPhone. Na zile nguo za gharama ulizokuwa unaziona zote kanunua. Kwa hiyo utapoteza muda. Acha aende. Bora hata unioe mimi, ndio level yako." Zena alivyoongea maneno, moyo uliniuma sana. Nilimtazama nikajikuta namkasirikia na Zena. Niliondoka mbele ya Zena haraka huku nikisema, "Haiwezekani, Lilian ni mke wangu. Nitamrudisha tu." Nilitoka hapo nikaenda mpaka katika kituo cha polisi. Nilifika nikatoa ripoti ya kupotelewa na mke wangu.
Polisi wakaama wakaniambia niende katika kituo cha polisi Mpanda, kwani ndio tukio lilotokea. Nilitoka hapo polisi siwaelewi, nikaenda stendi. Yaani nilichanganyikiwa. Nikajikuta napanda basi lolote tu. Kumbe nilipanda basi la kwenda Mwanza na sio Mpanda. Nilishtuka nimefika Shinyanga. Ndipo nikashuka nikaanza kuzunguka hapo Shinyanga na mtafuta Lilian. Wakati huo sijala tokea jana yake na sijalala. Nikawa nimechoka, usingizi, njaa. Nilipokuwa narudi stendi ndipo nikakutana na dada yangu, mtoto wa mama mkubwa. Nilipomuona tu nikaanza kulia huku namwambia juu ya kutoroka mke wangu. Dada alinihurumia sana, kisha akanipeleka mpaka nyumbani kwake. Alinipa maji nikaoga, kisha akanipa chakula. Nilikula kidogo tu, sikuwa na hamu ya kula. Nilipomaliza kula ilikuwa ni 1:00 jioni. Nikapitiwa usingizi pale sebuleni. Ndipo dada akaniamsha nikalala ndani. Nilikuwa na usingizi mzito. Nilala mpaka asubuhi. Nilipoamka nilioga, kisha tukakaa na dada kujadili hilo swala. Dada aliniomba turudi mpaka Mpanda. Ila nilipomueleza juu ya mwenendo wa binamu, akaniambia twende nyumbani tukayaongee. Mchana tulipanda gari mpaka Mpanda. Tulipofika Mpanda tukaenda kukaa kikao cha familia, akiwamo baba, mama na dada zangu na ndugu zangu. Ndipo tukamjadili binamu. Ikabidi apigiwe simu. Simu haikupatikana, huenda alikuwa kazini. Ila baba pamoja na rafiki yake wakashauri mimi niachane na huyo mwanamke, kwani hakuwa na nia na mimi. Haiwezekani kumpata. Hivyo aliniomba nitulie, nitafute mwanamke sahihi. Kwa shingo pane nilikubaliana nao. Basi usiku nikiwa nimelala, nina mawazo tele, mara SMS ikaingia kwenye simu yangu. Ilikuwa ni namba ngeni. Niliifungua nikaisoma. Ilikuwa ni hivi. Inasema, Michael, mimi Lilian. Kwanza nakushukuru kwa msaada ulionifanyia, Mungu atakulipa. Naomba usinitafute, endelea na maisha yako. Tafuta mwanamke mwingine uoe ambaye atakupa furaha. Mimi tusingewezana, hatuendani. Pole kwa usumbufu na kutakia maisha mema. Nilirudia ile SMS mara 3, kisha nikajikuta natamani kuitupa simu chini. SMS iliniumiza sana. Nilianza kulia sana mpaka nikapoteza fahamu. Kesho yake nilijikuta niko hospitali, nimezunguka kitandani na ndugu zangu. Nilipatiwa matibabu, nikakaa sawa, kisha nikaruhusiwa kutoka hospitali. Ilibidi nirudi nyumbani na niwe karibu na baba na ndugu zangu wakinipa ushauri. Baada ya muda kama wiki 2 ndio nikakaa sawa. Lilian, mwanamke niliyomtoa jela, nikamsaidia akarudi katika uzuri wake. Akakubali nimuoe, ila ameniona sifai, akanitoroka kwenda kumilikiwa na binamu. Niliamua niachane naye, ila hatakuwa salama. Kwa sasa natafuta mwanamke mwingine nioe, siwataki tena walembo. Msikilizaji, najua umejifunza kitu kutokana na simulizi hii ya kweli ya kijana Michael. Mimi sina la ziada. Subscribe, like, comment na share kwa wengine. Jiandae kwa simulizi nyingine kali toka hapa Face TV TZ. Basi, kwa niaba ya Sheikh Ali Abdallah Kambangwa, mtaalamu wa nyota na ndoto, msanii wa Bongo Flava V Baby, msimulizi wa kipindi, producer Rama Simbila aka Ramafinya, ulikuwa nami Zainabu Ali aka Zeda Princess. Kwa heri.